Nanyi kama mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana, chagueni hivi leo mtakayemtumikia, kwamba ni miungu ile ambayo baba zenu waliitumikia ng'ambo ya mto, au kwamba ni miungu ya wale Waamori ambao mnakaa katika nchi yao, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Nataka ugonge kifua chako namna hii, alafu upaze sauti, sema mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Rudia tena, sema mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Nataka uone kwenye hili neno Yoshua anatuambia mambo karibu matatu ya msingi sana. Jambo la kwanza anasema kumtumikia Mungu ni uchaguzi. Unaweza ukaamua kuchagua kumtumikia Mungu. Unaweza ukaamua kukataa kumtumikia Mungu. Swala la unayemtumikia ni uchaguzi wa kwako dada. Swala la ambaye utamtumikia ni uchaguzi wa kwako kaka yangu. Wewe Mungu amekupa uwezo, amekupa mamlaka, amekupa nguvu, amekupa uwezo wa kuchagua utakayemtumikia. Wewe Mungu ameweka nguvu ndani mwako ya kuhakikisha una uwezo wa kuchagua utakayemtumikia. Ndio maana anawaambia hawa watu, nanyi kama mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana, chagueni hivi leo. Maana yake kumtumikia Mungu ni uchaguzi. Mungu hawezi shuka na kamba akushike umtumikie. Mungu hawezi kushuka na mapanga akushurutishe umtumikie. Kaka, kumtumikia Mungu ni uchaguzi wako na uchaguzi wangu. Wewe ndio unayeamua, mimi nimeamua kumtumikia Mungu au nimeamua kutumikia vitu vingine kwenye haya maisha. Kama naongea na wewe sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Katika utumishi wangu Mungu ambao amenipa kwa umri huu na neema hii, Mungu amenifundisha kuna vitu vitatu unaweza ukatumikia kwenye hii dunia. Kuna mambo matatu unaweza ukachagua kuyatumikia. Jambo la kwanza, unaweza ukaamua kutumikia, unaweza ukaamua kujitumikia mwenyewe. Hapa ni pale ambapo mtu anaishi kwa nafsi yake mwenyewe. Mtu anaishi kwa tamaa zake mwenyewe. Mtu anaishi kwa mapenzi yake mwenyewe bila kujali kuna Mungu au hakuna Mungu. Anataka anachotaka. Na mara nyingi anasema nataka ninachokitaka mimi. Huyu ni mtu ambaye maisha yake yote, fedha zake zote, nguvu zake zote, yeye amechagua kujitumikia. Ale vizuri, anywe vizuri, aishi vizuri. Kila kitu anachofanya kinafanya kwa ajili ya maslahi yake yeye mwenyewe. Inawezekana Mungu amekupa cheo fulani, lakini kile cheo hatajui Mungu, hatajui shetani, anatajwa fulani. Ukiona Mungu amekupa nafasi kama daktari, amekupa nafasi kama injinia, amekupa nafasi kama wakili, na jina lako ndo linatajwa kuliko wengine, maana yake wewe uko kwenye safari ya kujitumikia wewe mwenyewe. Kama naongea na wewe sema amina. Ndo hii utakutana na mwalimu anafundisha mtoto, anafundisha watoto, lakini anayetajwa ni fulani. Watu hawamuoni Mungu kwako. Watu hawamuoni shetani kwako. Watu wanakuona wewe. Huyu ni mtu ambaye ameamua kuchukua safari yake kwenye hii dunia kujitumikia mwenyewe. Naongea na mtu mahali hapa. Maamuzi yanaongozwa na hisia zako. Maamuzi yanaongozwa na tamaa zako. Maamuzi yako yanaongozwa na ubinafsi. Mungu hana nafasi ya kwanza kwenye maisha yako. Nguvu zako, fedha zako, mali zako, muda wako, kipawa chako, vyote hivi unavitumia kwa ajili yako wewe mwenyewe. Huyu ni mtu ambaye ameweka decision, ama kwa kujua au kwa kutokujua, kujitumikia mwenyewe. Na nataka nikutie moyo, hii safari hii haitakupeleka mbali. Kuna mahali utakwama. Kuna mahali utafika na utakuta wakati mgumu. Mithali mlango ule wa 14 mstari wa 12. Hebu tusome kwa sauti 1 2 3 4. Iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake